Africa and the worldwide. My name is Teacher Anania Birishan Lindalije. Today we are going to have a little bit discussion or studies about the origin of man. So I will take you through in some parts that concern to the origin of man. Firstly, we are going to have a short discussion or a little bit discussion about two theories that explain about the origin of man. In this subtopic, we have to learn about the meaning of evolution theory, the meaning of evolution of man, the short explanation about the evolution of man, as well as stages and changes that man has been taken from the apes-like creature to modern man. And then the second part of this discussion will be about the evolution of technology. Means evolution of man went in hand with the evolution of technologies. In this part also we'll discuss about the stone ages, iron ages, and the major forces that push the human evolution and evolution of technology. So now let us go directly or dive to our today's discussion. Our topic is evolution of man, technology, environment, and environment. As I said before, your presenter or your teacher is Anania Birishan Lindalije. So let us start our discussion. So first, let us know about the theories about human evolution. Human evolution refers to the long process through which human beings developed from early non-human forms over millions of years. Scientists use fossils, genetics, comparative anatomy, and archaeology to understand this process. So the theories about human evolution tries to explain or to describe about the major changes that human underwent from apes-like creature or from the early forms that in form of apes-like creature and the transition until to be looked like a modern man. And the scientists use the fossils or the remnant remains, also use the genetic comparisons as well as comparative anatomy and the archaeology to understand about the changes that man underwent from a simple form to a more complex form, or from apes-like creature to modern man. Kwa kwenye nadharia hii ambayo inaeleza kuhusiana na mabadiliko ambayo mwanadamu aliyapitia kutoka kwenye form za kwanza au kutoka kwenye hatua za awali kwenye umbo la kuwa kama jamii ya sokwe mpaka kuja kuwa modern man, yani anayefanania na mtu kama wa sasa. So today's discussion we will concentrate much on looking about the origin of man based on the theory of evolution as well as the theory of creation. So now let us start with creation theory. Creation theory sometimes this is regarded as religious or traditional explanation. Kwa nadharia ya kwanza inayoeleza asili ya mwanadamu yenyewe ni nadharia ya uumbaji. Tunavyosema creation means uumbaji. Mawazo haya yanatokana na imani za kidini au baadhi ya masimulizi ambayo tunayasikia kutoka kwenye jamii zetu. Nakuta kila jamii ina masimulizi yanayoelezea kuhusiana na asili ya mwanadamu. Unaweza ukakutana na mtu anakuambia kwa imani yao au kwa asili ya jamii yao wanaelezea mwanadamu aidha wa kwanza alitokana na uumbaji wa Mungu, ama wanaweza wakasema alishuka kutoka juu na kadhalika. Kwa kuna
different ideas that try to explain about the origin of man. But this subtopic based or rely much on religious explanation. This theory is found in many religious and cultural traditions. It is stated that human beings were created by a divine power, or sometimes we call a supernatural power, not through a biological evolutionary process. Nadharia hii inaelezea kwamba mwanadamu wa kwanza, tunazungumzia aliyeanza kuishi duniani, yeye alitokana na uumbaji uliofanywa na nguvu, ambao hiyo nguvu tunaita divine power or the supernatural power, and this supernatural power is God. Yani Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu. Na nadharia hii au mawazo haya yenyewe hayaamini kwenye biological evolutionary process, hayaamini kwenye mabadiliko ya kibiolojia kama tutakavyo discuss hapo baadaye. Kwa maana hiyo, hii nadharia inaelezea kwamba mwanadamu wa kwanza kuishi kwenye ardhi ya dunia ni aliumbwa na Mungu, is resulted from the creation done by the supernatural power or by the divine power, and this supernatural power is God. That's why this theory we call a religious or creational theory. So now let us understand more about this theory. Basing on this belief, God created the universe, the earth, and all things, living things, including human beings. Kwa maana hiyo, Mungu aliumba kila kilichopo duniani. Aliumba dunia, akaumba na viumbe vyote ikiwemo mwanadamu. So human beings resulted from the creation. It does not rely on scientific evolution. It relies on faith, holy scriptures and religious teachings. Kwa maana hiyo, hii nadharia inajikita zaidi kuelezea kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu. Yaani kwamba Mungu aliumba kila kitu kilichopo duniani. Ukisoma kwa mfano kwa wale wanaoamini katika dini ya Kikristo, ukisoma kitabu cha Mwanzo, sura ya 1 na sura ya 2 inaelezea habari ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata hii nadharia sometimes unaweza ukaikuta imeandikwa biblical theory. Kwa maana hiyo, sasa ngoje tuone baadhi ya points ambazo zinasapoti mawazo kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu na hakutokana na mabadiliko ya kibiolojia kama wanasayansi wanavyoamini. We have 3 major keys concerned to this theory or the creation theory. The first point is God is the creator. Mungu ndiye muumbaji. Humans were created directly by God. Secondly, humans are special. Means humans created with intelligence, morality and spiritual nature. Yani kwa maana hiyo mwanadamu aliumbwa kuwa na uniqueness, yani aliumbwa kuwa na sifa ambazo zinamtofautisha na viumbe wengine. Kama tulivyosema kwamba mwanzo Mungu aliumba kila kitu kilichopo duniani, ikiwemo viumbe vyote, viumbe hai, wanyama, mimea. Kwa maana hiyo mwanadamu akawa yeye ndiyo kiumbe special kikompea na wanyama wengine, kwa sababu aliumbwa kuwa na intelligence. Tunazungumzia masuala ya akili, lakini pia morality, ustaarabu na spiritual nature, na imani pia anakuwa anayo. Ndio hivi vitu ndivyo vinavyomtofautisha yeye na viumbe vingine. Lakini wazo la tatu or the third key point that support the creation theory or that support that human created by God ni kwamba creation was purposeful. Yani uumbaji wa Mungu aliofanya ulikuwa na lengo mahususi au ulikuwa una lengo mahususi. Yes, humans we are created to worship God and care of the earth. Ukitaka ujue haya yote ukisoma Mwanzo, Genesis chapter 1 and chapter 2, you will realize
what the major purpose of God to create the human being. So now let us dive to know about the evidence that support the creation theory, the evidence that support that human created by God. As I said, if you read Genesis chapter 1 verse 26 to 27, you may realize the idea of creation done by God or the divine power. So verse 26 says, "Then God said, let us make man in our image, according to our image. Na Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu." Kwa maana hiyo, this theory, the creation theory, is supported by Genesis chapter 1 verse 26 that says, "Then God said, let us make man in our image, according to our image." Na kuendelea. Ukisoma huko mbele utakuta aliumba mwanadamu kwa lengo to let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Yani alimuumba mwanadamu kuja kuvitawala vitu vyote vitambaavyo kwenye uso wa dunia. Lakini if you read verse 27, "So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them." So God created man in his own image. That's why we say this theory tried to explain that human being originated from the creation. Asili ya mwanadamu ni uumbaji uliofanyika na the supernatural power or the divine power, and this divine power is God. So basing on this evidence, so if you need to understand about the origin of man, basing on this evidence, these two creatures, I mean Adam and Hawa, established the relationship, reproduced, then dispersed all over the world. So these two creatures marked the beginning of the human family. So all humans resulted from these two creatures who established relationships, reproduced, and then dispersed all over the world. Kwa maana hiyo, ukisoma ukitaka kusupport hii nadharia ni kwamba kutokana na uumbaji uliofanyika wa kwanza wa Adam then Hawa watu wawili wakaanzisha mahusiano, baadaye wakazaliana na ikawa ndio mwanzo wa wanadamu wote duniani. Kwa maana hiyo, these two creatures established relationship, reproduced, and then dispersed all over the world. So these two marked the beginning of human family. So let me thanks you for listening, and let me welcome you to support my YouTube channel. Unaweza ukanipata kwa jina la, ukiandika Nia Vevo utanipata YouTube channel na utajifunza mengi kuhusiana na history. So next time we will learn more about the major changes that human underwent from apes-like creature or from a simple form to a more complex form. God bless you and enjoy the moment.